Utaniambia. Posta, jibu swali. Niongee kwanza. Haya, amekimbia. Jamani, tuendelee na mada yetu. Nani wa kulaumiwa? Kwizi, karibu. Dakika 5. Asante. With all due respect, my sister Aluta continue. Nadhani kuna kitu ambacho umekijenga kwa akili yako kwamba Kwizi ni mtu ambaye ni msumbufu. Mimi sio msumbufu, my sister. Nadhani kuna comment section last live uliandika sijui Kwizi usifanyaje. Mimi hapa nilikuwa ndio nafasi yangu. Kwa hiyo usipende kukariri vitu kutoka kwenye live nyingine ukaleta hapa. Mimi sio msumbufu, ni mtu ambaye najitambua. Asante host kwa kunipa nafasi. Lakini mimi nataka niongee nimtoe tongo huyu Posta. Na nimwambie Posta anazungumza na umma unaojitambua. Na nitaanza kujibu swali ulilosema kwa consider topic husika. Unasema nani alaumiwe? Anayepaswa kulaumiwa ni yule ambaye amekasimishwa madaraka ya nchi na wananchi, lakini hatekelezi inavyotakiwa. Serikali inapaswa kulaumiwa na inapaswa kuondoka madarakani, na CCM inapaswa kulaumiwa na kuondoka madarakani. Najibu hilo swali kwanza. La pili, nitazungumza vitu ambavyo Posta anazungumza as if anazungumza na watu ambao hawako critical, hawana thinking capacity in high level. Sister Aluta alimuuliza Sister Aluta kwamba Sama alihamasisha maandamano, Mange Kimambi alihamasisha maandamano, nani alihamasisha maandamano? Hakuna sheria inayosema kuhamasisha maandamano ya kudai haki ni jinai. Kwa hiyo Posta na kutoa tongo. Usizani kusema Mange Kimambi alihamasisha maandamano ni jinai. Hakuna jinai ya kuhamasisha maandamano. Mange Kimambi alihamasisha maandamano ya kudai haki, mfumo huru wa uchaguzi. Hata mimi nilihamasisha maandamano ya kudai mfumo huru wa uchaguzi, ya kuchagua viongozi, ya kudai nguvu ya kuchagua viongozi tunaowataka. Kudai haki haijawahi kuwa kosa kwa sheria za ndani, haijawahi kuwa kosa kwa sheria za nje. Maanake utaleta hapa alihamasisha vurugu, si watu walichoma vituo. Mange Kimambi hakuna sehemu Mange Kimambi alisema watu wachome kituo. Mange Kimambi aliambia Watanzania, ingieni barabarani, daini haki zenu, watu wanajimilikisha mali, nyinyi mnaishi katika umaskini. Na unajua lazima uelewe, labda niongee katika concept ya kifalsafa. Kuna hamasa ya kutoka ndani na kuna hamasa ya kutoka nje. Navyosema hamasa ya kutoka ndani na kutoka nje, simaanishi nje ya mipaka na ndani ya mipaka. Na maanisha mtu binafsi. Kwa mfano wewe Posta, ndani ya moyo wako unaona yanayoendelea katika nchi yako si mazuri. Anakuja Mange Kimambi anakuambia hayo ambayo unaona yanaendelea katika nchi yako hayafai, solution uandamane. Ukikubali alichokiongea Mange Kimambi, utakuwa umekubali kimetokana na Mange Kimambi au kitakuwa kimetokana na wewe kuguswa yanayoendelea katika nchi yako. Na pia labda kwa concept nyingine,
Uwezi pia ukamzungumzia kwamba Mange Kimambi alihamasisha. Mange Kimambi na yeye alikuwa sehemu ya waandamanaji. Kwa sababu ukiniambia mimi Kuizi alinihamasisha Mange Kimambi ndio nikaandamana, mimi sio Bumunda. Mbona hajanihamasisha mimi kuzungumza hapa? Nazungumza mimi Kuizi. Mbona anihamasishi yale ambayo napigania nikiwa ground? Kwa Watanzania sio wajinga eti kwamba yani nyinyi wakina Posta mnavyochukulia kwamba katika vichwa vya Watanzania kulikuwa hakuna lolote la uchungu wa taifa lao. Lakini kuna mtu anaitwa Mange Kimambi alitengeneza mikakati akawatia ujinga wa Tanzania wakaingia barabarani. Nyinyi ndio mnavyoamini hivyo, lakini haipo hivyo. Naona hujanielewa hapo. Naona hujanielewa hapo. Na maanisha hivi. Nyinyi wakina Posta mnaamini kwamba Watanzania walikuwa na vichwa wazi. Ndani ya vichwa vyao vilikuwa vina vacuum. Vilikuwa havina lolote kwamba labda wataandamana, labda hakuna machungu yoyote yanayotokea katika nchi. Lakini akatokea Mange Kimambi, akatengeneza mikakati, strategy, akatumia kama uragai. Watanzania wakaragaika. Hawakuwa na sababu za msingi za kuandamana, lakini Mange Kimambi akatengeneza mikakati. Watanzania wakaingia, wakajaa upepo, wakaingia kwenye maandamano. That is wrong, that is stupid. Haya, unakuja kusema kwamba watoto maskini waliuawa. Sijui walaumiwa kwa sababu kuna watoto maskini waliuawa. Sikiliza brother. Kwa nini unamlaumu aliyoandamana ambayo ni haki kisheria, kama alivyosema Jaji Chande na tume lake bovu kwamba kuna haki ya kisheria kuandamana kwenye sheria za ndani, kuna haki za kisheria kuandamana kwa sheria za Afrika Mashariki za kikanda, na kuna haki ya kuandamana kwa sheria za kimataifa, mikataba ya kimataifa. Kwa nini unawalaumu walioandamana wakauawa? Na kwa nini unawalaumu wale waliokuwa wanasema ndugu zangu wa Tanzania tuandamane, badala ya kuwalaumu walioua? God damn. God damn. Pumbavu. Yani wewe badala ya kumlaumu muuaji aliyeuawa ndugu zako wa Tanzania, unawalaumu wa Tanzania walioandamana actually pia kwa ajili ya kutetea hata haki yako wewe na mwanao. God damn. Pumbavu. Ni ujinga gani wa kiasi gani kiasi hicho? Yani leo unawaona Watanzania walioandamana, yani unaona Watanzania walioandamana unawalaumu. Unaona Watanzania walioandamana wana shida, lakini yule aliyotumia marisasi yenye ukubwa kama ngumi ya Matumla, yenye ukubwa kama ngumi ya Toa Kiduku, yale marisasi yakapenya kwenye vifua vya Watanzania, yakapenya kwenye vichwa vya Tanzania. Huyu aliyobeba marisasi na hayo maslaha umlaumu. Unakuja kusema kuna watu walihamasisha. Kwa nini umsemi huyu aliyeua Watanzania hao maskini? God damn. God damn. Pumbavu. Jinga mkubwa wewe. Hauwezi kutufanya Tanzania sisi wajinga. Watoto zetu 29 tulikuwa tunajiuliza tutasalimika, tunavukaje hapa tulipo? Unakuja kuongea ujinga. Waongelea hao wauaji waliobeba AK47 mashine, wazungumzia hao. Unamzungumzia Mange Kimambi. Mange Kimambi amemuua nani? Unazungumzia watu walioandamana. Walioandamana walimuua nani? Unazungumzia si watu walichoma vituo vya mafuta, walichoma sheli, walichoma nyumba. Hivi nyumba inajengwa kwa muda gani? Na binadamu kufikia umri aliyouawa, kijana aliyouawa tarehe 29 ni muda gani? Yani wewe Posta ulivyokuwa Bumunda unapigana nyumba ambayo inaweza kajenga wiki moja ikasimama, unaipigia kelele. Badala ya kumpigia kelele kijana wa miaka 20 aliyouawa, ambaye amefika miaka 20 hapo, wazazi wake wameinvest, wamemsomesha,
Wamempeleka hospitali, alikuwa anaumwa, mama yake ameenda leba, anafika miaka 24. Unatetea nyumba bombavu. Unatetea nyumba ambayo inajengwa wiki moja, inajenga masaa 3. Badala ya kumtetea binadamu ambaye alikuwa na miaka 24. Hivi binadamu miaka 24 wewe leo unaweza ukamtengeneza binadamu miaka 24 leo? Wewe Posta, unaweza ukamtengeneza binadamu wa miaka 24 leo? Lakini gorofa la bilioni 1, gorofa la floor 30 ndani ya wiki 2 unajenga. Hivi nyinyi mnachukuliaje binadamu? God damn. God damn. Brother, kama huna cha kuongea ubaki kimya. Cecilia hapa ni shuhuda. Watu tuliopitia tarehe 29. Cecilia ni shuhuda, watu tuliopitia tarehe 29. Watoto zetu tulikuwa sisi wengine tulikuwa ground, hatujui watoto zetu kwa salama au vipi, kwa sababu tunasikia risasi zinapigwa hadi majumbani. Sisi tulijua tutauawa labda ambao tuko ground tu, lakini risasi zinapita majumbani. Umesema si waandamanaji. Wale watu 13 wa Mwanza wale waliokuwa wanaangalia mpira, nani aliyohamasisha? Kwa hiyo kuna Mange Kimambi pia katika kuandamana pia aliwahamasisha watu waende kuangalia mpira. Kwa wale nao kuangalia mpira walihamasisha na Mange Kimambi walipigwa risasi. Wale watu 12, 13. Wewe Posta pumba. God damn. Host endelea. Asante sana ndugu yangu. Asante kaka Quiz, asante sana. Posta, kuna ndugu zetu wageni, naomba tuwaambie kitu kimoja. Tunataka kufanya mapinduzi kwenye live. Na mapinduzi yenyewe tutayafanya kwa kubishana kwa hoja. Naona watu wengi wamekuja hapa wanaanza kutukana, hairuhusiwi kutukanana jamani. Hii platform ni ya Brown na ametupa nafasi ndugu yetu kwamba tutoe maoni yetu, tukae tudiscuss, lakini hairuhusiwi. Wewe unamkuta tu mtu hapa juu unamtukana. Acha tunamgonga kwa hoja. Si unaona wanapopepesa bacho. Hawawezi hata kujibu maswali yetu. Mwache akae hapa juu, atajibu. Akitutukana tunamshusha. Sasa hapa juu utablokiwa, utamutiwa bila kujali wewe ni nani. Nendeni kwenye live zenu za kutukanana hizo asubuhi, mchana na jioni, mnatukanana na viungo vya wazazi wenu. Nendeni huko. Uwe unajiita mwanaharakati, uwe ni nani. Kutukanana hapana. Tumesema hivi tuanze harakati za kistaarabu. Turudishe heshima kwenye live. Kwa hiyo ukitukana hapa chini utakuwa muted. Haijalishi wewe ni nani. Na comment section ndio waga mnaongoza sana kwa matusi. Sio kitu kizuri. Tuheshimu hii platform ambayo tumepewa tuitumie. Sawa, tuiheshimu kwa sababu tumepewa tu show ya kwetu. Sasa hivi sisi tunakuwa muted, tunakuwa blocked. Mimi akaunti zangu wana block kila siku. Kwa hiyo kama wewe ni mgeni umekuja hapa unamuona Posta amepanda Posta na alivyokuja alianza hivyo na nikamute na mwisho wa siku amesimama kwenye mstari. Tubishane kwa hoja. Yeye aendelee kuitetea hiyo CCM yake. Na sisi tutaendelea kusema kwamba CCM haitufai, inatakiwa itoke madarakani kwa hoja safi. Kama wewe ni mtu wa matusi hapa hapata kufaa kwa sababu utaondolewa tu. Kwa hiyo hapa kuna CCM, it's me, huenda pia ni CCM. Huyu Posta ni CCM damdam. Lakini akija hapa anakutana na hoja zetu, atatujibu hoja zetu. Ndio kitu kizuri. Umeona hakuna aliye kutukana. Mpumbavu sio tusi, by the way Posta. Mpumbavu sio tusi. Na mnafiki pia sio tusi. Lakini hao wanaotukana huku chini sio kuma nini sijui nini shoga sio nini, hao wote watakuwa muted. Tunaendelea kaka Quiz, Mungu akubariki sana I say. Mimi popote ninapokuona pia ukaribia kwenye platform yetu Discord kule tuko watu ambao tuna maono mazuri, tuko Discord, utanifollow alafu mimi nitakutumia link. Na wale tunaweka watu ambao tunaona tunaweza tukafanya kazi kwa pamoja ya kulikomboa taifa letu. Kwa hiyo Lavit hajaongea, karibu Lavit. Karibu. Posta pole. Samee kama kuna mahali umehisi ni tusi, pole sana, samee mwana CCM. Sisi tunakupenda, sisi ni ndugu. Mimi mamangu CCM damu, mamangu mmoja, baadhi ya mama zangu CCM damu. Na kuna wakati nasimama nasema kabisa, yani sasa hivi tutatembelea nyumba zenu watu wa serikali za mitaa na tutachoma moto. Na naongea hivyo ni mamangu yumo, ni mamangu kabisa. Kwa hiyo tunapokuja kwenye haki tunakuwa ndugu, tunakuwa familia, lakini kwenye hoja tunagongana kweli. Tunagongana kweli kwenye hoja. Na mwisho wa siku tunasimama kwenye mstari tunaendelea.
Hizi ndo hoja ambazo tunazitaka. Hatutaki yale malive ya kwanza kutukanana, unatukana fulani na mama yake, yule sijui shoga. Hatujadili ushoga kwenye live. Tunajadili namna ambavyo tuna uwezo wa kutoka. Madam Sesi, sorry. Niambie. Samani kwenye issue ya matusi hapo. Sijui yale matusi ya viungo tusiyaseme, ila matusi mengine kama mpumbavu, mjinga, mnafiki tuyaseme. Mpumbavu, Posta, sikiza nikwambie, mpumbavu, mtu anapoongea mpumbavu ni neno ambalo kaka Quiz. Sawa. Mimi nasema hivi, kama mimi kuna kitu nimekiongea ni cha kijinga, ni cha kipumbavu, na mtu akaja akakifafanua kile kitu, akakiletea fact na logic, ile logic yake ikawa ina make sense, ile logic yake ikawa na fact, aniite mjinga, aniite mpumbavu, mimi nitakubaliana. Lakini sio uniletee kihoja alafu kasema kaniita mpumbavu, wewe utakuwa na makasiriko. Kuweka vitu sawa, neno mpumbavu, mjinga yasitumike, kwa sababu wewe jenga hoja, kwa sababu hata ukimwambia mtu ni mpumbavu humuoni, humshiki, haimbadilishi rangi, ila hoja inaweza ikamsaidia kubadilika. Hilo neno mpumbavu limetumika hata na Posta mwenyewe. Limetumika hata na Posta mwenyewe, na ndio maana anyway wakati mwingine niliomba radhi. Sasa sijui jamaa naye anaweza kaniomba radhi au? Uliomba radhi. Sasa mimi niliombe radhi, hata mimi kuna mahali nimetumia comment section upumbavu. Naomba na mimi pia nisamehewe kwa niaba ya live. Quiz anaweza akaniomba na mimi radhi. Mimi ndo nimeomba radhi kwa niaba ya wote ambao tumetumia. Yes, yupo lakini hapo. Posta. Basi it's okay. Kumbe nipo kwenu basi. Tumemaliza Posta. Sawa, tumemaliza ndugu yangu mwana CCM, tumemaliza. Tunaendelea, tuna mambo mengine. Muulize swali Quiz, atakujibu. Yuko hapo atajibu maswali mafupi afu yeye atakujibu. Nilimuuliza swali Quiz, nishamuuliza swali lakini nishamalizana. Quiz labda nirudie katika namna ya kuzungumza, labda anaweza labda akanijibu kwa kuzungumza. Sijui Quiz, uliza swali lako hilo. Okay, mimi nilikuwa namuuliza yeye, brother anasema watu wameuawa. It's okay, damu ya mtu huwezi kufananisha na mali. Lakini mimi najaribu kumuuliza Quiz, je, Quiz, Mungu ndo anayejua na anayekuona. Ulishai kufanya lolote au kuokoa maisha ya mtu, hasa wezi, majambazi, au labda hata tu kuzungumza chochote kile? Mtaani kule wezi tunaona wanachoma moto, wafungwa wananyongwa, wanapoteza uhai wao. Sijui labda ulishai kuzungumza popote au ulishai kutetea force yako yote, ulishai ku applied kwa namna yoyote kwa hao watu wa aina hiyo? Kwanza nikwambie, mimi kwa hali ambayo tumefikia Tanzania, siwezi nikasadiki kwamba mtu aliyoiba simu achome moto. Mimi naheshimu utawala wa kisheria, na ndio maana napigania haki hapa. Kwa hiyo swala la kuchukua sheria mkononi mimi sikubaliani. Kama ni mwizi, kuna sheria inabidi zifuatwe. Kwa hiyo mimi ni muumini wa sheria, na ndio maana napigania hapa utawala wa kisheria. Okay, sawa, asante. Maswali yameisha. Kuna mgeni ameingia hapa, Ashrafu bado, karibu. Ashrafu, washa mic. Ashrafu, washa mic. Usipowasha mic ukiitwa mara 3 utashusha chini, utaendelea kutaptapu, kwa sababu watu wengi wanaopanda juu hawataki kuongea, wanakuwa na nia ovu na live. Kipanda juu hutaki kuongea, unakuwa unania ovu na live. Musa umerudi mwana CCM. Watu tumeni request mpande. Musa umerudi. Mimi mwenyewe ni mwana CCM, sio Musa peke yake. Mwenyewe ni CCM, ila hapa hatuna upande. Tunaendelea mbele. Mimi nakujua. Si nimewaambia hapa jamaa zangu, huyu mwenyewe ni mwana CCM huyu. Naweza kuongea tena kidogo? Karibu. Au kwa mtu kwa mic. Dada Sesi, samahani.
Habari. Nani Sharifu, karibu, naona ulishuka. Ngoja aongea anachokiongea alafu utaendelea kakaangu mzuri. Posta unasemaje? Nilikuwa nakwambia dada Sesi, kama alivyosema brother hapo, it's me. Yani tuheshimu sana hizi platforms, hasa kama hazina upande wowote. Yani usimdhihaki mtu kwa kumuita ile identity yake, labda mwana CCM kama hivyo, mwana CUF, mwana Chadema, sio mwana harakati, sijui mhaini. Sio, nafikiri sio kitu kizuri. Yani tusifanye kama ushabiki, tuwe real alafu tutoe facts. Tupo watu kama 66 hapa na wanapanda hadi 100. Kwa tuwe yani tuongee vitu venye logic yani. Yeah. Okay, sawa. Hilo limepita hilo. Karibu wa Sharifu. Sharifu, karibu. Asante, habari zenu. Mimi napenda kuzungumza kitu kimoja. Mara kwanza nilipanda nikashuka baada ya kuona muda ukutosha. Lakini kuna vitu vilizungumzwa, nafikiri kwangu vilinitengenezea maswali mengi sana. Cha kwanza ilizungumzwa kuwa hapa tulipo tumefikishwa na CCM. Sikuelewa ina maana gani, kwa upande gani tumefikishwa na CCM. Labda angetufafanulia kipi ambacho kwa anamaanisha yeye. Ilikuwa inaleta ukakasi kumkatalia. Ni kweli hapa tulipo tumefikishwa kweli na CCM, kwa maana nchi toka ipate uhuru ipo mikononi mwa CCM, na hata maendeleo yote tunayoyaona, mabadiliko yote tunayaona sasa ambao waliotangulia hawakuwa nayo, ni kweli wamealeta CCM. Lakini pia kuna maswali yalikuwa anauliza Posta, hayakuwa na majibu sahihi, lakini yakanifanya mimi pia nitie shaka, na ameshashuka, nafikiri alikuwa nani, sijui alikuwa hapa chini hapo alipokaa Musa, jina nimemsahau, ni mwanamke, kuhusu zile fujo zilizotokea wakati uliopita. Ukistafakari bila kuleta kuegemea katika upande mmoja, kiakili ya kawaida, zile fujo zilikuwa na waanzilishi na wapanga zile plani, kwa maana walijiandaa muda mrefu na zilikuwa zinazungumzwa, na kuna watu ndio walikuwa na shawishi. Haikuwa fikra ya mtu mmoja mmoja, hapana. Kuna watu walijiandaa wakashawishi na wakaweka mipango yao, tutaanzia hapa, tutafanya hapa. Baadhi ya watu walishawishika na wakafanya hivyo, lakini wengi wao walikuwa na shawishi, walikuwa nje ya nchi ya Tanzania. Lakini pia wale watu ambao walikuwa na kidogo fikra ndogo na uwezo mchache wa kufikiria, pasipo kujua sisi tunaenda kufanya fujo hizi kwa sababu gani. Maana si maandamano, haikuwa maandamano, kwa maana tukizungumza yale yalikuwa maandamano ni makosa. Kivipi? Maandamano yale ukiapa sifa ya maandamano, hapana, yale yanakuwa ni fujo, kwa maana walichoma mali za watu, waliwapiga watu wasiokuwa na hatia, walijeruhi watu wasiokuwa na hatia, wakafika mbali, wakavunja mpaka utaratibu wa uchaguzi, wakaamua kupiga maboksi baadhi ya vituo waliviharibu. Lakini pia wengine mpaka walifikia hatua kukatwa vidole kwa kuwa wakionekana kuwa wametoka kupiga kula. Je, sasa huyu unomchomea mali yake, unaumuibia? Tuliona video zilizagaa, wengine wameibiwa, wengine wamevunjiwa biashara zao. Huyu ana hatia gani? Je, huyu nani, CCM au yeye anakosa gani? Je, maandamano yanataka hivi? Ikafikia hatua wakawa wanapiga mpaka vyombo vya dola, wanapiga maaskari.
hii kwa uwazi bila kupepesa macho si sawa, na hatuwezi tukasema hayo ni maandamano. Hiyo tunasema ni vurugu za wazi. Wakaenda mbali mpaka walizungumza kwa siri, sisi hatuhitaji uchaguzi. Mwisho wakawa wazi lengo lao sisi kuvuruga uchaguzi. Pia wakaja kuweka wazi kwa lengo sisi hatumtaki rais. Je, sasa mvua vazi lako ulokuwa nalo, vaa joo la rais. Wewe kama rais inatokea hivyo, utachukua hatua gani? Vua vazi ulokuwa nalo wewe kama raia. Sasa hapo ulipo, vaa joo la rais au kaa katika kiti cha rais, ashumu ndio wewe rais. Watu wanaanzisha vurugu, wanaumiza raia wenzao bila hatia, wanaharibu mali za wenzao, watu wanakata vidole wenzao, wameshashika silaha, wanaingia barabarani na kuleta fujo ambao zina madhara. Wewe kama rais, utachukua hatua gani? Utatulia kuacha waendelee na lengo lao? Wanatoa wazi sisi fujo hizi zitaendelea mpaka Ikulu, lengo tukamtoe rais. Tayari huyu kashaonesha nia yake ovu. Ikulu atafika vipi kumtoa rais? Kwa maana huyo lengo lake kubwa ni kumwaga damu. Haendi kumtoka karatasi wala kwa maneno, njia ya vurugu. Je, wewe kama wewe ungekuwa ndo umekalia kiti cha rais, ashumu wewe ndo rais, ungefanya nini? Naam, nisimamia hapo kwanza, tuulizane sisi sote kwa pamoja. Haya, Sharifu, tunashukuru kwa mchango wako. Jamani, nadhani ameenda kimaswali, lakini ni kama alikuwa anachangia. Mwenye maswali ya kumuuliza anaweza akamuuliza. Naomba nimuulize. Atamjibu na kumuuliza. Quiz atamjibu. Ni upande mmoja, hatuwezi tukaruhusu tena Posta upande huo. Quiz atajibu swali lake na atampa maelezo. Posta huyu ni mwenzako, uko upande mmoja, wacha ajibiwe kwanza. Lakini inaweza pia kumuuliza swali. Okay, kwa hiyo Posta subiri kaka. Yaani kweli una haki ya kuuliza, subiri Quiz amalize utamuuliza. Asante. Kwanza mzungumzaji aliyopita, kwanza anampongeza kwa kusema kwamba kama rais alichukua jukumu la kuua Watanzania ambao ni Watanzania ambao yeye anawaongoza. Kwa hiyo Sharifu, nakupongeza sana. Sikusema hivyo. Umesema kama rais utachukua hatua gani? Maana yake rais angechukua hatua gani kama watu wanaandamana ili yeye asiwepo madarakani? Kwa hiyo rais alichukua hatua ya kutoa oda na watu kuuawa. Safi sana. Sasa hapo umeongeza maneno wewe. Okay, sawa, ngoja niende na mchango wako. Tamani Sharifu, unavumilia na mtu akiwa anakuuliza unasubia makamilishe swali lake afu utajibu. Yes. Sawa. Nilikuwa sifahamu, ila nilikuwa nasafisha tu kwa maneno alikuwa anaongeza ambayo siku yazungumza. Unapointerrupt unaharibu flow. Sisi umeongea mambo ya kuumiza hapa, lakini sisi wengine hatuja interrupt. Nadhani mfumo wa chumba umesema tukae katika fakti, tuwe objective, tusiwe subjective. Tusijawe na hisia, tujawe na hoja. Twende kwa hoja. Iko hivi. Nikizungumza historia ya maandamano au nikizungumza mtiririko wa matukio ya kisheria mpaka tunafika Oktoba 29, bado ina justify kwamba kilichotokea Tanzania, waliokuwa na kosa sio waandamanaji, ni wale waliozuia maandamano. Naona Sharifu umeuliza swali alafu umeondoka. Labda nikwambie kitu kimoja Sharifu, kama unanisikiliza upo chini hapo. Ile tarehe 29 waliokuwa wanafanya vurugu sio wananchi, ni polisi. Hauwezi kumtetea mtu aliyokuwa anatumia bunduki yenye risasi
unamwonea aliyoshika jiwe. Hivi mimi nimeshika jiwe, nampiga polisi jiwe mwenye bunduki, alafu kanitetea mimi, ukamtetea mwenye bunduki badala kunitetea mimi mwenye jiwe. Huo ni ubinadamu gani? Kwanza tuweke sawa. Tarehe 29 aliyokuwa mwanzilishi wa vurugu, mtenda vurugu alikuwa ni polisi, na polisi wamekuwa wakifanya hizo vurugu miaka yote. Labda ni kwamba watu ni wageni wa historia pale inavyopangwa maandamano katika taifa letu. Polisi ndio wamekuwa wakifanya vurugu. Tarehe 29 katika kituo cha hapa Kimara hapa, kuna watu walipigwa risasi walikuwa ndani ya kituo cha polisi, na kuna watu waliuawa walikuwa ndani ya kituo cha polisi. Watu waliopata hizo taarifa wakaenda kubomoa kile kituo cha polisi. Vurugu ndio kaanzia hapo. Unaosema wewe, wenda hata ya maandamano hujayafanyia tathmini, haujui ni kitu gani kilipelekea reaction kubwa iliyotokea. Lakini kwanza mpaka wananchi wanafikia kufanya vurugu, mamlaka ya kusikiliza changamoto za wananchi wasifanye vurugu zilikuwa wapi? Yaani leo hii iwe ni surprise wananchi kufanya vurugu kwa ajili ya kudai katiba. Mamlaka za kusikiliza wananchi kuwapa katiba zilikuwa wapi? The point is, kilichotokea tarehe 29, jeshi la polisi halikwepi, Samia hakwepi, CCM hakwepi. Wakati tunaelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa 2024, Samia aliagiza majeshi yajiandae. Alikuwa na maana gani? Wakati tunaendelea hiyo kwenye uchaguzi. Samia, niache kwanza brother. Samia aliandaa majeshi. Unajua tatizo mnakuwa mwelewa kwa sababu Posta, tulia. Tuendelee kwizi. Wakati tunaelekea uchaguzi, Samia akiwa kwenye mikutano ya kampeni ya CCM alisema, ilikuwa ni Mwanza nadhani, alisema hakutakuwa na nywinywi wala nywinywi. Maana yake nini? Hakuna fala yoyote atakayeandamana, hakuna mjinga yoyote atakayeandamana, tutakula naye. That is the meaning of hakutakuwa na nywinywi wala nywinywi. Wakati tunaelekea kwenye uchaguzi, miezi 4 nyuma, miezi 6 nyuma, hapa TikTok na platform zingine, watu walikuwa wanasema bila mabadiliko ya uchaguzi kutakuwa hakuna uchaguzi, na watu wakasema tutaandamana kusambaratisha uchaguzi usifanyike, kwa sababu uchaguzi ni utapeli. Kuna sheria ya Kilatini inasema uhalifu haujustify haki. Yaani hauwezi ukasema eti mimi kupiga kura ni haki yangu, wakati mfumo wa kupiga kura unaonesha unavunja haki. Maana kuna watu wanasema watu hao kupiga kura ilikuwa ni haki yao. Yaani hizi sheria za uchaguzi, kanuni za uchaguzi zinajenga haki ya kupiga kura. Mimi nakubaliana na Watanzania waliosambaratisha vituo vya kupigia kura, kwa sababu uchaguzi wetu sisi una mfumo wa kuvunja haki. Hiyo sheria, hiyo principle, kanuni ya Kilatini inasema kuvunja sheria, kunyima haki hakuwezi kujustify haki.
Sasa Watanzania kwenye platform zote kwa mijadala ya wazi, sio kificho, serikali inasikia, usalama wa taifa unasikia, kila mtu anasikia, mamlaka zote zinasikia kwamba tutaandamana kudai haki ya uchaguzi. Hamwezi mkafanya uchaguzi ambao ni kiini macho. Lakini kilichotokea, zile kelele za sauti za Watanzania zikadharauliwa. Badala ya kuwalaumu Watanzania walio mnaosema sijui walifanya vurugu, walioandamana, kwa nini hamuwalaumu wale ambao hawakusikiliza kero za Watanzania kabla ya 2029? Kama wewe ni mtu wa haki na kama unania fact, kama unataka kweli jenge logic, Polepole mwana CCM mwenzenu alizungumza, nothing is good, nothing is fine, nothing is well. Kikifanyika kitu eti baada ya uchaguzi eti ndio ufanye maliziano, au baada ya uchaguzi uje ulaumu wale watu ambao waliandamana. Kama wewe kweli huna shaka mioni mwako, huna shaka akilini kwako, kwa nini hauwalaumu wale ambao hawakusikiliza kero za wananchi na walikuwa wanaonyesha kabisa hawataki? Ndio maana walisema hakutakuwa na nyinyi wala nyinyi. Wakuu wa mikoa wote walikuwa wanapiga mikwara, polisi na jeshi walikuwa wanafanya mazoezi barabarani. Hii inamaanisha nini? Kilichokuwa kimetokea tarehe 29 ilikuwa sio surprise. Vyombo vya usalama vilikuwa vinajua. Na naomba niwape fact nyingine. Kabla ya uchaguzi, mikoa kama Kilimanjaro, Dar es Salaam, Mwanza, Songwe, Mbeya, hii mikoa wanaita sio mikoa yenye vikwazo, kuna magari ya polisi yanaitwa TL 300. Watu wenyewe mikoa mtakuwa mmeona ya magari yana muundo kama wa Land Rover, lakini yako model board yake iko kama ya kijeshi. Yale magari yaliletwa, tumekaribia uchaguzi, yaliletwa kwa ajili ya nini? Kama mmesoma kitabu cha Mkapa, My Life, My Purpose, Mkapa nakili aliua Wazanzibari 2001 kwenye kipindi cha uchaguzi. Wazanzibari baada ya kupinga uchaguzi. Kwani kuna surprise CCM kuua watu kwenye kipindi cha uchaguzi? Hakuna surprise. 2020 Wazanzibari 20 25 waliuawa Zanzibar. Je, wale walikuwa wanafanya vurugu? Kwa hiyo trend ya kuua watu CCM haijaanza tarehe 29, labda kama wewe ni mgeni kwenye kujua hizi siasa. Mwaka 2012 Mtwara watu waliandamana, waliuawa watu 3. Nani aliwaua? Yaani mwaka 2001 watu waliuawa, 2020 watu wameuawa, 2029 ndio imetokea the massive killing, maelfu ya watu. Sasa unajua mimi nashindwa kumuelewa mtu ambaye anaamini kwamba yale mauaji ya tarehe 29 historia yake yameanzia pale tu. Hakuna kitu kama hicho. Wale KMKM waliokuja Tanganyika kuua Watanganyika tarehe 29, na ndivyo inavyokuwa siku hiyo. CCM yanachukua na jeshi bara anapeleka Zanzibar. Na ndio maana mimi huwa nasikitika Wazanzibari sasa hivi wanajiona wako safe. Lakini siku Zanzibari ikionekana kuna changamoto, watachukuliwa wanajeshi kutoka Tanganyika, wataenda kuwadhibiti Wazanzibari. Sasa nifupishe. Nisongee muda mrefu. Kilichotokea, maana mzungumzaji alizungumzia vurugu, wafanya vurugu. Kaka, siku zote wafanya vurugu wamekuwa polisi. Unakumbuka kipindi fani Temeke, kafu kipindi cha kama ni mfuatiliaji wa siasa, labda ni mtoto kwenye hizo siasa,
Temeke kulikuwa kuna maandamano ya CUF. Haruna Lipumba aliandamana. Unajua Haruna walipigwa wale wanachama wa, ukifuatilia ukiangalia ile video hata sasa hivi yuko YouTube. Kaangalia pale. Nani alifanya vurugu? Angalia watu wanachadema walivyokuwa wameenda kuandamana kwenye kesi ya Lissu. Polisi wakawa wanang'atisha watu mbwa. Wanang'ata polisi, wanang'ata watu, wakawachukua wanachama wa Chadema masaa mangapi sio wakawa waonekane, wakapeleka mabopande. Unakuja kusema leo tarehe 29 alikuwa ni wafanya vurugu brother. Kwa steria yote hiyo ya Watanzania kufanywa mabaya na polisi. Kwa hiyo Watanzania wangebaki tu mnapigwa risasi mnabaki tu kimya. Unasema maandamano, hakuna maandamano ya kudai haki Tanzania yashawahi kuruhusiwa. Na swala ya kuona kwamba CCM sio wauaji ni swala la kujidanganya. Kasome kitabu cha My Purpose cha Mkapa, ameongea mle. Fanya historia mauaji yanayotokea Zanzibar, mauaji yanayotokea bara. Nenda migodini huko, watu wameuawa migodini kwa sababu CCM wamechukua mkataba mwekezaji, wachimbaji wadogo wanazuia hicho kitu, wanauawa. Yaani wewe unaona kitu kigeni sasa hivi kwamba waliouawa tarehe 29 ni wafanya vurugu. Brother, wa Tanzania tumeuawa miaka mingi na tumeuawa pia sio kufanya vurugu. Sasa kama waliouawa tarehe 29 walikuwa wanafanya vurugu, je, waliouawa Zanzibar 2021 walikuwa wanafanya vurugu? Wale watu watatu waliouawa Mtwara walikuwa wanafanya vurugu? Haya, 25 waliouawa Zanzibar 2020 walikuwa wanafanya vurugu? Sisi sio wajinga. Hauwezi ukajustify watu waliowaua watu kwa kusingizia wale waliouawa walikuwa wanafanya vurugu. Kaka, hata kama alikuwa maandamano, kuna silaha ambazo zinatumika kwa ajili ya kudhibiti waandamanaji. Magari ya washawasha mnayo, kwa nini usitumie magari ya washawasha? Kuna risasi za plastiki. Jamani, naomba niishie hapo. I hope nimeongea vizuri, lakini mtanisamehe nimetanua sana mjadala. Naomba kuuliza swali. Yeah. Naomba nimuulize swali kaka Quiz. Muda umeisha. Jamani, muda umeisha, tutakuja tena kesho. Posta. Ametusaidia sana kwa hapa. Naomba niulize swali. Kama kuna dakika na tuongeze. Niulize swali tu moja. Posta. Swali langu fupi sana. Swali Wacha langu fupi niseme sana. Naomba alafu niulize mara moja. Kwa nimeomba muda kwa kaka Quiz. Naomba tu niulize swali langu fupi sana. Fupi. Ni hivi kaka Quiz. Unanisikia? Ulishawahi kupiga kura? Maana maswali yako unauliza kama nataka kuniterrupt kaka. Ndio. Yaani nakuuliza tu nijibu mara moja. Ulishakupiga kura? Ndio. Okay, kwenye vile vituo unavyopiga kura ulishawahi kuonaga polisi? Ndio. Wale polisi kazi yao ni nini wale? Kaka. Kuiba kura wale. Kazi yao ni kusaidia kuiba kura. Cecilia, ngoja sasa. Kusaidia kuiba kura. Nimemuuliza quiz. Ngoja Cecilia. Umenielewa? Hakuna umuhimu wa polisi kuwepo kwenye vituo vya kura. Cecilia, punguza miemko Cecilia. Hakuna umuhimu. Yaani unajua hoja. Yaani tupigane ni kwa hoja. Mimi nimeuliza swali. Kazi ya wale polisi Quiz ni nini pale kwenye vituo? Tutoke. Mnaona Kenya hapa kulivyochafuka, watu tutoke hapo tukomboe nchi. Ngoja nikuweke sawa. Tutoke. Uchaguzi. Unanielewa? Mimi kwanza huwa nashangaa wale polisi nao waona kwenye vituo vya kupigia kura. Uchaguzi ni tendo la kiraia. Kulanga. Sio shughuli ya kijinai. Polisi wanahusika na masuala ya uhalifu na jinai. Sasa huwa nashangaa ninavyoona polisi kwenye vituo vya kupigia kura. Na kule Lindi polisi walikuwa wanabeba maboksi ya kupigia kura, wanakimbia nayo. Kwa mimi huwa nashangaa polisi kuona kwenye kituo cha kupiga kura huko. Sasa kazi ya wale polisi ni nini? Kazi ya wale polisi exactly kabisa ni nini? Kazi kusaidia CCM wale. Kisheria. Basi kumbe nyinyi ni wabishi sasa. Nyinyi ni wabishi. Cecilia, wewe nishagundua huna hoja, wewe ni mbishi. Alafu sasa kubishana mimi siwezagi. Twendeni kwa fact. Kama uwezi we Dr. Chapa la pacha kutuharibia CV. Chenzi kabisa. Mungu awabariki wote mlioshiriki mdahalo. Muda umeisha. Brown, Mungu akubariki sana, tutakutana kesho. Mwendo ni ule. Huku chini lazima nidhamu iendelee, comment section, na hapo juu pia lazima hakuna kuatakiana. Ukimwona mtu anaataki, mute au block. Awe mwanaharakati awe sio.
wewe umeruhusu tuwepo watu wa pande mbili tunajibishana. Si mmeona tulivyoenda vizuri jamani? Hakuna matusi hapa juu, hakuna kugombana, tunaitana kaka, tunaitana dada, wote wa pande zote tulikuwepo. Mungu akubariki sana, tumekutumia muda wako mwingi. Kama una neno Brown. Niko oni uongee au ni mimi sikusikii? Sesi. Unajua, ngoja nimalizie tu hapo. Unajua Tanzania tuna shida sana. Yaani watu wanaona kwamba kwa sababu washazoea kuwaona polisi kwenye vituo vya kupigia kura, wanaona kama wale polisi wana haki kuwepo kwenye vituo vya kupigia kura. Jamani. Na imeanza juzi tu hii ya polisi. Kituo cha kupigia kura ni tukio ni process ya kiuchaguzi. Hata polisi unavyokuja pale inabidi uvae nguo za kiraia. Yaani kama kuna uhalifu umetokea, polisi utaitwa. Kuna uhalifu fulani umetokea. Lakini sasa sisi kwenye vituo vyetu vya kupigia kura, polisi anakuwa ndani ya kituo cha kupigia kura. Na ndio maana hata tarehe 29 walishindwa kujigawa, kuisaidia CCM kuiba kura au kuingia barabarani kuzuia waandamanaji. Hakuna sheria, yani hakuna sheria ambayo nendeni mpatilieni uchaguzi wa Marekani kama unakuona kuna polisi amekaa kwenye kituo cha kupigia kura ndani. Asante. Basi jamani, tunawashukuru sana kwa uwepo wenu. Tutakutana tena kesho panapo majaliwa. Tunakubali kutokukubaliana. Tunamshukuru host kwa muda wake. Barikiwa sana It's Me. Umekuwa mkaka mzuri leo, hebu jipigie makofi host, nayo upige makofi host. Jifunze kupiga makofi. Hivi sasa bado mnamjadala na watu wa CCM, ni kazi mnayo kumbe. Gwajima bwana, acha hizo mambo blaza. Alafu unajua It's Me kubaliana. Mimi kukaribisha hapa, usituletee sisi platform yetu na mambo ya CCM hapa. Kwani hii platform ni ya nini na Gwajima? Hii platform ni ya Boni ambaye hata hajihusishi na siasa, na ndio maana host nilikuwa ni mimi pamoja na It's Me. Yeye hajui mambo ya siasa, ametupa sisi tu tuitumie, na tukasema hivi leo hebu acha tuwasikilize ndugu zetu. Na tumeanza hapa toka asubuhi, hakuna matusi, hakuna nini. Tumeenda vizuri. Kwa hiyo wewe unaona ni bora zile live za kutukanana zile nani fulani lake kuliko hivi tunapokaa. Mbona tumewabana maswali wameshindwa kutujibu? Ndo raha yetu. Tumefurahi. Muulize hivi Brownie, ni one term ni two term? Muulize Brownie. Two term namjua. Kwa hiyo mimi nadhani Gwajima sikiliza nikwambie. Umesikia Gwajima? Hawa mwisho wa siku hawa CCM ni ndugu zetu, tupo nao majumbani, hawanaga hoja. Sisi tunabishana nao tukiwapandisha hapa, hoja hawana. Mbona wamekosa majibu hapa? Na tumeishi nao vizuri, sasa hivi tunagaa tunaenda kunywa kahawa. Asante sana Ronie, shusha tu live. Gwajima, kafungue live huko. Kafungue live nani pesa nao muda. Wewe mtu anajua kabisa, yani mimi hamna kitu ambacho mimi siwezi kumwelimisha mtu ambaye kitu kinaonekana bwana Brownie. Nani sasa, yani kuna vitu sio vya kumwelimisha tena mwanadamu wa kawaida ambaye yupo Tanzania. Kwani Gwajima kwa CCM ni dhambi kiasi gani? Dhambi kubwa sana hiyo. Kwa imani yako. Kama unaweza ukaona watu wanauawa alafu ukapiga makofi na kushangilia, basi uelewi maana ya mdahalo Gwajima. Sasa nyinyi mimi mnafungua live hii wiki, mnafungua live mnaanza kutukana viungo vilivyowaleta duniani asubuhi mpaka jioni. Unaona hiyo ndio raha? Ni bora tukabishana kwa hoja, tukakaa tukabishana, nikakwambia wewe uwezi, hivyo wewe una hoja, wewe una. Mwisho wa siku tunashuka, tunaendelea na maisha mengine. Unabishana na mtu ambaye ameona Watanzania wenzake wakifa na maiti zao zijaonekana, bado anatetea watu. Unabishana naye nini sasa? Na sisi hatujakuwa tukibishana. Sisi hapa kulikuwa kuna maswali tunaulizana, tunajibizana. Kuna wengine hata kujibu kina Musa hapa wameshindwa kujibu maswali. Mwisho wa siku tunashuka, sisi ni watu na tunaendelea, sababu hao watu ni watu ambao tunaishi nao. Mimi sijaona faida ya kutukanana kwenye live. Na ndio maana nikamwona Niro ni alivyofungua nikamwambia tuendelee. Tulivyoendelea nikapanda nikamwambia jamani ni 1 2 3. Ukitukana unakuwa muted. Hata kama wewe unajiita mwanaharakati, hakuna mwanaharakati mwenye akili zake timamu anaweza kuharibu mdaharo. Mdaharo ni pande mbili, pande ile na hii, na tumepanda tumewasikia. Hatujaona hoja zao by the way. Kuna maswali wameshindwa kuyajibu. Sisi ndio furaha yetu. Amoyo umerudi wakati tunashuka. Kwa hiyo hakukuwa na watu wa CCM by the way. Amoyo wanakuwa nao. Sikiliza sasa, Amoyo kitu nataka ongea. Amoyo washa mic.
Vipi tena, mbona umekuja ghafla ghafla afu unafika unatutawala? Shida nini blaza? Afu wewe timi sisi tumekuita hapa. Wewe unajua hii platform yetu sio mambo ya siasa. Hivi platform yako umeniita wapi? Mimi nimekuja na miguu yangu. CCM shida tukiwapa. Yani Gwaji mami ndo unashinda kuelewa. Yani platform ambayo unaiona ni nzuri ni ile ya kukaa na kusema wale kina fulani wamekaa na tujadili mimi nani yao ya mama zao. Unaona ndo platform nzuri rafiki yangu. Leo live hata kama ilirekodiwa tukipost huko Facebook, tukipost Instagram watu wasema kweli tuna majembe kule TikTok. CCM wana watu wao wapi wanaokubali maandamano wanaopinga wametoa hoja zao ni kwa nini, na tumeatakiana hapa kwa hoja. Tumeanza vizuri asubuhi mpaka sasa hivi. Ameleta hoja yake hapa hospitalini, wamekuja wamejitetea. Mtu ambaye wakaleta udini tukauondoa. Na mimi nilivyoona kwamba live zimeharibika ndio maana nikamuomba Brown. Nikamwambia Brown, tunaomba hapa watu ambao watapanda tuongee hivi, na Itsimia akasema jamani pande zote tupande. Tuone nani ana hoja, nani hana hoja. Yaani wote. Kwa hiyo toka asubuhi Stefan zako tuko poa. Sisi nikuulize swali. Mmeshindwa Tanzania kufungua platform yenu. Mnataka kumchonganisha Brownie, tukija kupumzika huko wao wanakuja watu wafujo huko, Sifungue platform. Kuna fujo zilizotokea na ndio maana kavumilia. Brownie angeshashuka angeshuhudia fujo. Nyie ndio mmezoea fujo kwenye platform yenu, mnakaa na kwanza kutukanana. Mbona Brownie kaenjoy? Eti Brownie mama haujafeel happy leo umekutana na live ya tofauti. Toka anze live za TikTok leo ndo kakutana na live ya tofauti. Kwa sababu dada mkubwa nilikuwepo leo. Wewe ni moderator? Ni moderator? Mimi hapana, mimi sio moderator, ni nani it's me, lakini live imeenda vizuri. Hakuna matusi leo. Ilikuwa ukitukana unamutiwa. It's me ni moderator. Mbona tunakataa ushirikiana na CCM? Matusi upande ule wala huu. Watu ilikuwa ni ukitukana unamutiwa. Watu wamekuwa na nidhamu mpaka Posta kapanda hapa juu kistaarabu mpaka ameshuka. Hajatukana tusi hata moja Posta. Amekuwa mstaarabu kweli, ameleta hoja zake tumezipangua hivyo. Posta ni mtu. Hiyo ndo demokrasi. Demokrasi ya kutukana na demokrasi gani hiyo mnaoifanyaga kwenye malezi? Unatafuta demokrasi kwa watu gani? Demokrasi tumeiona hapa leo. Unatafuta demokrasi ni maana demokrasi ni pande mbili kaka. Yaani mimi nitoe hoja yangu afu yeye aje aitetee. Watu gani unaitafuta sasa? Yaani kwa watu gani? Kwa CCM au? Yaani hii live ilikuwa ni ya demokrasi leo kwa sababu tulikuwa tuna pande mbili. Wewe kama hutaki kusikiliza upande wa watu wengine na wewe hutaki kusikilizwa. Ndeni kwenye kuliani sasa. Subiri kwanza. Wewe it's me. Wewe si mlikuwa na live zenu za kata maandamano, mbona mmekimbia? Nani? Mimi sijai kumiliki live hata moja. Ila mimi napenda nikize huku na huku ili kusudi nijue tatizo lipo hapa. Ila nilikuwa nasikiliza upande mmoja nitakosa kujua shida iko wapi. Tatizo umelijua, unalitatueje? Tatizo umelijua. Swala kulitatua sasa niachie mimi. Ndo katatua tatizo wewe mshamba. Haya wewe mjanja. Sisi wa shamba tuache bakuli niweke hapo juu kwenye sink. Jamani Gwajima tunakupenda, Amor wote tunapendana. Asante sana Brown, mimi naomba niende. Brown ameomba tushuke ni muda mrefu. Brown unaruhusiwa kushusha live au unaendelea na kipindi kingine? Kwa sisi tumemaliza. Muite kwanza Brown paka ashushe live. Asante sana bwana. Sisi muite Brown live. Siache hivi kuelekeza hivi. Muite Brown ashushe live. Akija tutashuka, akija tutashuka. Kwa hiyo ndio hivyo kaka yangu. Si unajua mimi dada yako napenda sana haki, afu sipendi mimi matusi, si unajua? Kwa hiyo leo Brown alikuwa anashusha, usijali. Amor ongea. Yuko busy kidogo ila ataishusha hata usijali. Gwajima blaza wangu, wewe unapenda kusikia vinavyokufurahisha tu. Jifunze kusikia na ambavyo vipendi. Yaani mimi napenda kusikia vyote lakini sisi wewe usitafute haki kwa watu ambao hawawezi kutoa haki. Yaani wewe sisi kama wewe unakuwa unapambania. Mbona nyinyi wenyewe mbona sisi wenyewe tumeshindwa kutoa haki mpaka magomvi yameibuka huko mitandaoni ya vitu vidogo. Tunajifunza haki upande zote kwa sababu huyu ambaye yuko CCM leo, sikiliza nikwambie, huyu ambaye yuko CCM leo mbona alihamasisha maandamano na leo katoka. Kuna watu ambao wako CCM leo na watakuja kwetu. Tujifunze demokrasia kwa pamoja kaka. Nani aliyoko CCM alihamasisha maandamano? Posta. Sasa Posta sisi alikuwa huku kwetu katoka. Posta alikuwa kwenu lini?
Posta si alikuwa mwanaharakati jamani, na kina Suleiman. Wewe unamjua Posta amekuja juzi na hajawa kuwa mwanaharakati wewe. Mbona kama sisi una watu wengine unawajua tu juu. Posta hajawahi kuwa mwanaharakati. Asikudanganye. Na mimi kweli kuna watu siwajui. Mimi Posta nimemkariri kwa sababu ya jina lake ni moja. Lakini watu wanaobadilisha majina mara nyingi waga siwajui. Sina uzoefu sana. Yaani mtu ambaye alikuwa kwetu. Kwa sisi ambalo linawakabili ambao wanasema wao ni wanaharakati. Wanaumimi, yani wanajiona kwamba wao ndio akili zao zinafanya kazi, wengine wote ni wewe. Wewe ni mweu. Wewe sasa hauwezi kwa mambo yanayotokea ukawa unaendelea kusupport wajinga kama wale, kama huyo it's me. Huyo anakuambia nimesupport nini? Ndio hapo sasa ninashindwa kuelewa. Yaani hapo mimi nimesupport nini? Yaani mimi nilikuwa natakiwa niwashushe kwenye platform ambayo sio yangu. Wewe sasa usikiliza, mbona unataka kujigia? So wewe unasema wewe it's me, wewe it's yeye. Huyo ni mweu. Yaani huyu ni CCM na anajulikana, lakini hapa hajaleta CCM wake na ameongoza live vizuri sana na mimi pia nimeongoza vizuri. Walipokuja wanaharakati uchwala kutukana niliwablock. Sasa wanaharakati hamna wanaharakati uchwala. Wa upande wake walioleta ujinga aliwashusha. Tumeenda kwa haki. Sasa wewe mtu kama unatukana ulikotokea, wewe ni mwanaharakati uchwala. Mwanaharakati gani unaanza kutukana fulani la mama yake? Unamtukania mtu mama yake ambaye hata akopo kwenye huo ugomvi. Wewe ni mwanaharakati. Kama mtu amekela unafanyaje? Ndio utukane. Sasa mtu ameamua kutukana ili atoe sumu zake, unafanyaje? Wewe acheni ujinga. Live zenu ni aibu hata zikirekodiwa bwana. Hebu tuache huo ujinga. Rekodi live zetu za nini? Wewe sasa unataka kurekodi live. Na rekodiwa zinapostiwa huko. Sasa mimi na rekodi kaka, nakutana nazo. Yaani wewe sisi kinachokuponza wewe unatafuta umaarufu kwamba lazima upeleke sehemu watu wakusikilize. Sisi wengine tutafuti umaarufu. Nilipeleka wapi sasa mimi? Mimi tayari ni maarufu kaka. Umaarufu upi ambao unauongelea labda? Mimi tayari ni maarufu kuliko wewe. Umaarufu wako unakusaidia nini? Umaarufu wangu unanisaidia kama hivi hapa. Hapo umepata nini? Usitaki mimi akili yangu iwe kama yako. Nenda katukane kwenye malive yenu huko. Mimi hapa nimepandishwa na mtu mwingine na nimependa tukae sawa. Mimi sidhani kama kuniambia mimi umaarufu kama unautaka si upate. Kwa nini unabadilisha jina kila siku kizibo wewe? Unataka kila live ziwe zina matusi, kila live ziwe zina matusi, kwa nini? Hakuna matusi, tumekaa hapa kwa amani, unakuja unaniambia nataka umaarufu. Wewe hutaki umaarufu, kila siku unabadilisha jina, mara andazi, mara kijiko. Vizuri, kumeendaje tena? Si huyo Gwajima amekuja hapa anasema kwa nini tumewapandisha watu wa CCM? Eti kwa nini tumewapandisha hao? Alo boy. Ngojeni mimi niweke clear na Gwajima pia. Kuna Alo boy na Gwajima hapa chini. Sijui Alo boy. Huyu hapa Brown huyu hakuleta hoja za siasa. Ni mimi tulipanda asubuhi, ilikuwa tunaongea kuhusu mambo na mahuduma hospitalini. Zikawa katika hizo hoja ikawa upande zote mbili. Kwa hivyo ndo mdahalo ulivyokuwa na hakukuwa na nondo na tumeenda vizuri amor. Tumeenda vizuri. Kuna mtu anatukana hapa live. Kozi kuna kitu mimi nimekigundua wamekariri hapa, hakukuwa na nondo, harakati, vyama, umaarufu ama mtu kujulikana yeye ni nani. Wakitaka umaarufu wasitumie feki. Yes, hapa ilikuwa like ni tunafanya mdahalo ni kitu fulani ni hivi na hivi. So tulikuwa zote upande mbili na sisi hatukuwa na nondo, harakati wala uchama. Bali tulikuwa na watu tofauti kila mmoja kusikiliza hoja za mtu tofauti. Yes, Brown ni Mkenya. Kwa hiyo Wakenya hawezi wakakaa na wenzao kwa wanaongea hoja ama wakawa wanatoa kitu. Kwa hiyo msimuingize dada watu huyu Brown hapo. Amol. Hakuna hata haja ya kujieleza sana. Wao wameshaanzisha kwa sababu wana muda. Sasa hivi wanakaa kwenye live tukana fulani la mama yake. Waendelee. Kama anataka umaarufu atumie jina lake na atoe sura yake, akemee maovu kama ninavyofanya mimi. Gwajima, toa sura yako, kemea. Wewe unataka umaarufu kwa sababu mimi hata hii sijai kuziposti. Kwa nini unakuja kutuvuruga? Tumekaa hapa toka asubuhi. Sisi washakemea nini? Kwaji boy. Basi tuko hapa. Wewe shida yako ni nini? Brownie, mambo vipi? Poa sana. Mambo kwaje? Poa, unaendeleaje? Mimi niko poa nashukuru, sijui wewe. Safi Brownie. Nimekuja huku nikasema Brownie, nyumba yetu ya kupumzika wanatuletea watu wavurugaji. Kasema asubuhi
asubuhi hata mimi ndo nilikuwa nimemiss twin wangu. Unajua hatuko karibu. Yeye ako sehemu nyingine, niko sehemu nyingine, nikamwambia tufungue live tupige story mimi na twin wangu hapo Amor. Sasa katika hizo harakati za kupiga story, si ndio watu wakakuja. Tukakuwa tunaongea mambo za mambo za hospitali nini, venye mambo yuko kwetu huko hivi Kenya nini. Sasa katika hiyo hali kwaje, watu wakakuja side zote mbili. Sasa hapa tukasema hakuna matusi, hakuna nini, tuongeeni na fact. Na ndio nikaacha ikakuwa open, hakukuwa na mtu kutusi mtu, hakukuwa na mtu kufanya. Nasikia Brown wewe ni 2 term. Tangu lini? Mimi niko 1 term, lakini hapa leo hatukuwa na 1 term wala 2 term. Mimi hata sijaongea, watu walikuwa wanaulizana maswali. Unaelewa? Brown. Watu walikuwa wanaulizana maswali. It was just neutral, hakuna mtu ametukanwa, hakuna nini. Isikwe issue familia. Fajima. Mafioso mambo vipi? Yaani nimekaa hapo chini nimemutiwa na huyu Cecilia, afa anasema yes yo moderator sio. Ulikuwa unatukana vya nini na wewe mafioso? Wewe unamwambia mwenzako shoga, naye anakuambia shoga. Kwa nini mnapenda matusi kwenye kila live? Hawaongei fact. Kwa sababu hawaongei fact. Sababu hawaongei fact. Yako uliyemutiwa mafioso, usinilaumu mimi. Waliotukana wote wamemutiwa. Who are you? Sisi kwa moderator sio mtu. Kila aliyetukana amemutiwa, na mimi ni maelekezo nimepewa na admini. Na admin, mbona sisi tulikuwa tunaishi vizuri kwa live? Sio yangu. Watu mnaanza kutukana shoga. Yani mafioso, kama una bifu lako na posta simumpate kwenye platform yake. Kwa nini unaanza kutukana? Mbona sio wewe yako umemutiwa? Ile live watafanya tukukumbie. Nikwambie nimemute watu wangapi mimi hapa? Muulize kila aliyetukana amemutiwa. Kwa nini wewe usimutiwe? Sasa order tafadhali, order. Brownie. Sasa mtu asipoongea fact ndo mtukane. Aliyetukana, kila aliyetukana alimutiwa. Kila aliyetukana alimutiwa. Nyewe kwa nini mnatuletea mambo? Si mkatukanane huko jamani, sisi tumepewa tu hii platform leo. Kwa nini nataka tutukane kila sehemu? Umepanda hapo unamwambia mwenzako shoga, umemutiwa kwa sababu umeita shoga, na mimi ni maelekezo ambayo nimepewa na mwenye platform. Mbona mnapenda hivyo? Kwa nini mnapenda matusi? Matusi ndio harakati. Mkoje? Dasesi. Hosti. Naam. Wewe ukiona watu wanatukana na shusha watu, piga chini. Kama live yako hutaki matusi, piga chini, tia block, kwa sababu wewe ndio mwenye live, hamna mtu anayekupa bando hata mtu mmoja. Nipa hiyo kazi baada ya kuona matusi yamezidi. Oksijeni, unaona mimi huwa nasema kila wakati tusitukanane, tuongee tu ile kitu mbaya. Brownie, hauwezi ukamzuia mtu asitukane kwa sababu watu wamelelewa tofauti. Tabia yake watu, shusha watu, mute watu, asikizie chini huko. Tunashishana hapo. Sema kwa hiyo. Yaani unajua nani shida kashusha hapo. mtu hapa? Mimi sijashusha. Shida ipo mtu, mimi sijashusha mtu na wewe ama sisi. Mimi sijashusha mtu. Tulikuwa tunaongea hapa. Oxygen notekea. Watu msijipe uspecial. Brownie bana, ile live yako itakuwa. Hakuna mtu aliyeshusha mtu. Mlianza kutupa hapa maana ndio tunashusha sana. Tunapenda oxygen na kama mnatukana asubuhi mchana jioni. Party boy, wacha sasa ngoja niweke kitu open hapa. Anasema ni network ya oxygen kidogo. Oh, network. Party boy. Ni network sijamute. Mimi sina ubaya na mtu wowote. Wengi wenyu hata siwajui, hata majina zingine nasikiaga zikitajwa sijui. Sawa? Na mimi sina ubaya na mtu. Sasa ukianza kusema live yangu imeanza kuwa mbaya, mimi nimekubali watu wakuje leo. Huwa nakataa, si hata wewe unajua huwa nakataa. Lakini venye watu walikuja wakaegemea huo upande kwa mwingi. Nikasema we talk bila any side na bila kutukanana or anything. Is there a problem with that? Yaani unasikia Brownie, si tulipanga live hii tunakuja kupumzika. Haya mambo ya political au mambo ya nini ya kwanza kubishana kwa hoja. Waende kwenye live zao. Mbona ana live zao? Huyo sesi ni anafunguaga live. Yaani unapangaje? Kwani wewe nani bwana? Unampangia wewe kama nani na wewe acha roho mbaya? Kwani mimi nimeleta shida gani hapa? Sisi huku tunakuja kupumzika. Ama mambo na wewe kafungue yako. Kwa nini usifungue yako? Kwa nini wewe usifungue yako huko hapa? Kwani wewe una yako?
Acha roho mbaya bwana. Nimemblock aende akapangie mipango. Mbona wewe kwako ilikuwa kwa boki? Mbona umetoka kule? Umekuja huku umepokelewa. Hebu acha roho mbaya. Kikubwa matusi hatakiwi. Ukitukana wa block, mimi nakuelekeza Brown. Wakitukana block, kwanza huko hakuna urafiki wa kudumu. Asikupangie maisha. Hakuna urafiki wa kudumu huko. Leo tunacheka, kesho ukinizingua na block. Cecilia. Hivyo unamjua Brown kutushita sisi? Labda nikuulize hivi. Hivyo unamjua? Hainihusu kumjua bwana wewe. Huyo Brown mimi niko naye muda gani? Hainihusu. Unamjua Brown yako kuliko sisi. Ukiwaendekeza hawa watu watakutengenezea matabaka, watafanya watu wakuchukia, hata tabia mbaya. Eti unamjua. Kwa hiyo kama unamjua, wewe live yako si kwa boke kule, mbona umetoka umekuja huko? Yaani watu wanapenda chuki. Sijui wakoja afu wanaume sasa. Yes, baby girl. Msikiliza, yani mtu akumsikiliza Brown ni Amol, ndio mtu ambaye anaweza akakupa fact akakueleza. Si wa Tanzania tunajuana. Roho mbaya na chuki. Imagine watu tumeendesha mdahalo vizuri. Mtu anakuja sasa hivi anakuja kwamba yeye ni nani? Yaani kwamba yeye asiblokiwe ni nani? Huyu ameanza kumtukana mwenzi hapo ndio aliyesema shoga. That's why mimi nikamblock. Yule mwingine posta yuko hapa juu leo hajatukana kaka wa watu. Na tulimwambia hakuna matusi, nilimute. Ama naongea nataka kushusha baby, naenda kazi. Si unajua kwenye naenda leo? Yes mami, asante. Ongea mwaya. Ongea. Goodbye. Tunawashukuru. Vipi kesho tena tutakuwepo? Chairman, tutakuwa kesho chairman. Haina shida. Brownie. Yes baby girl. Nakwambiaje, ukifungua live yako hata mimi siwezi kuja kukupangia. Amor, one time. Normal, tutakuwa. Amor. Nataleta mdahalo wa shule. Endesha live unavyotaka mama. Usiruhusu matusi, usiruhusu. Kia Brownie, unanisikia Brownie? Nakusikia wewe. Ukifungua live mimi sijui tizimi sijui nani, amna mgenge yoyote ambaye anaweza akakupangia nini ufanye katika live yako. Cha kwanza ni iko simama na misimamo yako. Haiwezekani mimi ni familia yako sijui moderator nikizingua tia block. Kwa sababu wewe ndo mwenye mamlaka, umefungua live, hamna mtu ambaye anakuchangia bando hata mmoja. Ukiamua kufungua live, ukaweka watu wote wakaongea wa upande huu, fungua weka. Mwenyewe ndo ulivyojisikia. Kwa sababu wewe Tanzania hauna ugomvi na Watanzania. Anayetaka atapanda, asiyetaka asipande. Asante kipenzi. Amor wewe. Amor. Aya, naombeni nishuke. Amor sema jamani. Unajua mimi noteki yake. Ngoja tushuke tusiangukie shakahola. Ngoja mimi nasema mtu akifungua live Brown, ukifungua live yako wakija watu wakitaka ngoja. Sawa sisi. Matusi wengine hatujazoea. Natakiwa mjue hivyo. Wengine matusi hatujazoea. Brownie, najua mali unaenda nifaa. Naenda basi, unajua kwenye naenda. Mama, naingia wapi? Haya poa, watu tutaongea. Mimi naingia zangu Mazare. Haya poa, bye. Poa. Wewe nimependa kujiamulia mambo, ila sasa uweze kuniambia sio mwanaume jamani. Sasa bana, siku moja nilipanda kwenye live ya mdogo wangu. Sasa kule kwenye live wananiambia washa kamera. Sasa mimi sasa kuwasha kamera. Nikaambia kwani nyinyi mnachotaka kuona ni nini? Kwa sababu hapa mimi kuna watu wananifahamu. Hawahitaji kuniona, wenyewe mnaotaka kuniona mnataka kuona nini? Baba tuone kama wewe ni mwanamume au mwanamke. Nikaambia mwanangu mimi ni mwanamke. Kwa hiyo hamna hata haja ya kuona, nishawahakikishia. Yaani unajua kuna watu kabisa walitani serious, yaani watu wananiambia mwanangu hamna, utakuwa mwanaume wewe. Nikaambia hamna.
Why do you think mimi ni mwanaume? Mimi sio mwanaume. Jamani, hiyo nani? Debate wenyewe akashinda. Mimi lazima nishinde. Mimi si kamera siwashi. Jamani kaka, sauti hiyo kweli useme ni mwanamke tunakukataa. Kubali ili unanili. Mwanangu, hivi kutokea kweli mwanamke ana sauti kama hivi inakuaje? Hebu niambie. Ni shida. Yaani hiyo ni shida. Bonge la issue Ni issue, yani atakuwa labda ana changamoto fulani labda ya kuna kitu ambacho yani unaamini anaweza kudate, yani anaweza kuwa na mwanaume na nini? Mwanaume gani sasa? Sijui kwa kweli. Tena nyinyi wanaume nyinyi. Kuna wengine walio ndo anatanika on yani labda huko njoo wanaume wakaze tu wa kibongo wao. Wa kibongo haiwezekani mwanangu wewe. Sio. Yani wa kibongo wataonekana unakuwa na sauti nzito kuliko ya boyfriend wako, yani inakuaje? Yani kwa mfano mimi najua kabisa kuna wanaume wengi na wazidi sauti. Sasa afu ndo anakuwa mwanaume wako, inakuaje? Mimi kwanza mkaka kama hana facial hair. Kwanza yani niseme ni kitu cha kwanza. Unaweza kaogopa usije ukafunga jela unatoka na mwanafunzi. Yani mimi facial hair ni kitu ambacho yani kwa kweli nakizingatia. Yani ni type yangu kabisa kama kodi tu. Kodi. Kama una facial hair ni namba usini yani hata usianze kusema Dani ule kuelewa. Yule Dani wetu wa nini ule? Masai. Lakini ile miaka 22 ile facial yana. Umemuonaje? Kwani alikuwa amewasha kamera? Alisema na 22 anazo yule. Kuna wengine wanazo. Inategemea tu na genetics za mtu. Lakini facial hair ni lazima. Yani lazima. Hata ukiangalia safu yangu yote. Usije ukasema bahati mbaya sijui ghafla mimi bado is still growing. Is still growing basi inaenda kisha ndo. Kwa hiyo kama hivi vya master. Master jamani guys. Unaona sura leo. Master to expand. To expand. Sasa unaenda master. Hizo sasa sio growing, hizo zishaota yani zishaota. Yani ujinga eti linaniweka big screen. Hebu toa ujinga wewe. Tunaiko expand sasa jamani, watu kama nyewe mnaingia live audio. Niko kitandani wewe, acha hizo. Acha tabia mbaya. Mnaingia live audiolically. Yani facial ni muhimu. Hamna bana, sio muhimu. Kuna vitu kwa mimi hapana ni muhimu. Yani kama una wewe unataka kushika nini? Kwa nini unataka kushika uso wa watu? Sio utulize mikono yako. Nikakosea bahati mbaya. Kuna wewe master pesa jana kuna mwingine anasema ni mimi dada na jicho la kulembwa siwezi. Yaani mdada jicho la kulembwa sasa ni shida. Kuna mwingine alikuwa ananiambia kabisa kategori zake. Yaani mimi mwanamke wangu kichwa kwanza namwangalia ni jicho leo la kulembua. Kuna mwingine jicho limekuwa kavu kama la kwangu. Yaani tunashindana macho yamekuwa makavu ndani ya nyumba. Mwingine anapenda nyashi, kama una nyashi kuisha habari yako. Yaani kila mtu ana cha kwake. Kila mmoja ana preference ambayo inasaidia unapunguza mchujo. Yaani mchujo facial hair kwa kwetu tunaanzia hapo. Aje kazi kwa inasaidia. Maana we confused. Yaani najua kabisa kuna vitu huna yani siwezi hata kukaa kutafakari. Wewe naomba yaani mimi facial hair inatangulia hata urefu. Kwa mimi sio mrefu sana. Kwa yani mtu mkaka kwa mfupi kama mimi sio rahisi. Ila yani kwa kweli facial hair ni muhimu. Yani tangulia nenda tukutane mbele una. Kuna mmoja hizo preference zipo. Kuna mwingine ajali. Kuna mwingine ajali. Kuna mwingine bwana wewe ambao ajali preference yake sio hizo. Kuna mwingine anataka tu awe mrefu. Yani hata awe hana sina awe mrefu. Mimi nataka mwanaume mrefu. Kwa ajali sijui aje blue green lakini mimi mrefu. Jamani. It's true. Napo nzuri. Mimi napendaga hizo. Mtu anasema dada unakuwa too picky lakini no inasaidia my friend. Yani inasaidia kuchuja. Inategemea lakini pia unajua kuna mchujo mwingine mkali sana. Yani kuna mchujo mwingine unaona list yake sio atampata wapi. Kama Andrea Fasi ukisema hivyo
Kuna video fulani nimeona Insta wadada wako wawili wenyewe kwenye beach wanaangalia na eti after kupeana ushauri too much na tumebakia single sisi wenyewe tu. Maana na uchuja kila saa anachuja. No. Sasa mbakia yenyewe hamna mtu akumtongoza hapo wenyewe beach wanakaa wanaangalia na nilicheka. Yaani inategemea tu na vigezo. Unaangalia tu kitu ambacho kiko realistic. Yeah, it's true. Unachoke vingine unaangalia. Vingine vidogo tunaget to know each other. Vingine kwangu mimi ni must. Yaani facial hair ni must. Yaani utajua sasa wewe. Lakini must. Utajua uzitoe wapi? Yaani facial hair ni lazima kwangu. Kwa mwingine aje tu hata zingine amezibandika. Akabandike tu. Akabandike weaving. Human hair. Tunakusuggestia sehemu za Kihindi za kwenda kunanili. Facial hair ni lazima kwa mimi. Yaani kama kuna mwingine rafiki mmoja yani siwezi. Body build up mimi sio yani sijali. Kabisa kwa Afrika nature yao wangapi wanafanya body build up. Yani mimi sijui kwa nature yani mimi ndio hiyo na prefer zangu. Hana body build up simtaki. Ili nisiweze kunanili. Yaani zote is better, we get more points. The more the points, the more the mvutio. Lakini I like facial hair kwa kweli. Kama mtu ana facial hair mimi si unamuonaje? Yaani si unaonaje yani? Yaani kama yani I don't know, hata sijui. Naona tu ndo hivyo tu nilivyo. Lakini no facial hair kwangu mimi. Now, guys, not about skin tone. Skin tone, mimi I'm open, lakini yani si unaniona nilivyo.